His Excellency the President for nominating me to serve in the 13th Parliament. I'm blessing from this land where I'm standing because this is where I was born, bred and brought up. Nankore na mono no tuboko revive kawa ndaba mera namba chachia kawa ndarera chapati embera namba chachia kawa na ntoiki arababo kwa na andithiria kawa na bogo kerie. Thank you and God bless you. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa CS Letore, all protocols observed. Wagmini Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kweli. Nazuna mnene. Your Excellency, we are happy as many people for the way you have been with us. You are not in any hurry. You are listening to us a lot. And especially for us in the agricultural sector. First of all, on my own behalf and on behalf of the American people, for you and His Excellency the President deciding to give me the opportunity to serve as the chairman of Agriculture Committee. Na kuachia hapo bado na tusaidia kufanya kazi. Thank you very much for what you are doing. Tutaongea siku nyingine. Asante sana. Thank you. Akristo tutengoja mwadhani. Bwana Yesu asifiwe. Pokole hapo kunyira. Mbona pokole ngenya mwadhani ndio bwana. Pokole hapo kunyira. Okeli njaa kama kunyira. Mbona kake. Na kutindita kaniseni. Your Excellency, unangari ya kijama ya Kimeru na ndogo mu Meru. Mbele Ndiunga Ya Gachagua kwa wiki Beresia aramborogiti. Nani aborogochi ende borogocho ya gore nande. Kwa muntu wetu imekuwa muntu noe mwa anti we muwile ta kagendo twalili mweke Meru na demokratiki ambiranje kirunguju na mukuru utakura ibaije ntuleu arabangina baumire kwa unande mtu wetu na leo bona tuthingatine tubagwete njara atwagwete mutano cia njara bugolo loi dingaringe ni mwathani mpe menyomba kura mutano nyoko tukumenya ote mweko ule wa kawaida na hebu kumenya na ndamu yaliko. Bwana Yesu asifiwe. Tini tuwekega kiu nendeka mbwire twina dhahabu yotongeria bwetu muntu tokaranthe nwe tukaria tutikuingirwa nyomba tutikuringirwa ngeti nenare tutawa ndene wale tukaria mantu jetu chama ingi tutumba kwaliriria aja kila kitu kwaliriria aja imantu ja thiri twenderetera mbere no ntitu kwenda twithwe twitite bwega ari naja no ntobwa mbesha mukone ari naja no nturujo tukari mantu anchobi tukuthira na ndira makanisa na machivu aya bari aja na njuri nchekeji ari aja akarara kenda ari mantu anchobi ndene oita Meru yonthe na twino twinthe katuko yabwira bututheria maromba na tukwatanire twinthe no ntutatu wangi bakathawe muchemo ne jugu bonge andu babutuguchi oje mujumbe okwa na ndina into bingi muno ntura ya IMENTI Central na muno specific uhaja keago mheshimiwa Kiambi mujumbe okwa kule andu bamba kwandika tumitandaone bakiuga ngahoche itiria ciana mera ukamenya dhahabu etaruji lakini yeye tetaroji nondu muntu lo safi imuntu bwendete imuntu temama kedha ko muntu ngojo kajathina chakire manu amboke yatakumire mwambuli nkorota bure gwatene na IMENTI Central kamera pana acha kurudurusha nyuma kambwere ni my friends deje na bamwe ngobona na owa watu manda bakandika tumitandaone ande kento mitandao nao lakini tuketha twina ngobera kirime mujumbe okwa na ndinga ta muntu te ufafomu kwa ukumenya ndauga baba kuthia mantu jau my friends to an experience ye dongi muno
Kedha kwe barabara ciakwa na aja, kedha kwe matukuru ciakwa na aja, kedha manzo chonde agwetia, jari jana ntobwawe. Umeni na ngothiria. Thank you munene. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you mjumbe wangu. Your Excellency, mzee anaitwa Kirima, my father. Analala huko mwisho. He was a corporal. Sasa kwa corporal, mamangu mdogo is abuda tu Mheshimiwa Ndikiri. Huko Ngusisi. Na mbele hata haja kuwa voter. Yeye originally from the constituency and the place he come from is the section which he took from my constituency. So that's how we interacted and we intertwined with him. Sasa mamako hakuwa ametoka kwake, alikuwa ametoka kwetu Kibirichia. Kwa sababu ilikuwa kwangu. Nilianza kuomba kura mbele yake 207. Mborogiti. Sasa si yeye your uncle, it's me who is your uncle. Thank you very much. Sasa hapa mkubwa we have a choir. Ile choir ni ya kanisa ya inaitwa Mariene AIPCA. Ndio walikuwa kituimbia kidogo na wataendelea kuimba tukiwa ndani hapo. Then we have the representative of our governor. Maajabu governor ni wa area hii. Yeye kwake ni Kidhongo. Ndiye alikuwa tumemuoa huko na akatuzalia watoto na tunasema asanti. Na mwakilishi wake ndiye huyu. Simama tu uonekane. Sikusema. Asante sana. Ya mwisho kabisa kwa introduction ni CAS wetu. Kitonga, simama tu. Huyo naye ni wa kanisa ya Mudhuri na tumetoka kanisani mwake leo. Asante sana. Then kuna yule mtu alinitawasa kuwa pastor. No, deacon. And I never forget that man wherever I go. Ndiye alitusomesha tukiwa na kibisho wa Mudhuri. Anaitwa David Magati, retired pastor. Asimame tu muone. Huyo mzee. Na alinilazimisha kwenda kanisa. He dragged me from university, then dragged me to the church. I was not willing, but I came to like it. When I tasted it, nikajua ni mzuri. Kwa hayo machache, sasa mbele sijamuita CS. Please allow me sasa nikuambie yale nilikuwa nayo kidogo. I will not bore you and I will not say much. Here we are, this Central IMENTI constituency. We have been going around, Your Excellency, picking what we call public participation. Kwa sababu tunataka sub-counties. Sisi, we were not blessed to have sub-counties kama wengine. Ile barua uliambia, Mutunga akiwa chairman wetu, tuandike matrix. Sabile tungetaka kama mjumbe kufanyike. January 7, 2023, zile barua tulileta kwako. Uliziona, tulikuwa tumeomba sub-counties. Bahati mzuri, waziri wako kwa mambo ya ndani akapitia hapa. Kithure Kindiki. Speaker akawa hako na ni kiongozi wa sehemu hii na ni kiongozi wa constituency hii. Akamuomba na akakubali kutupatia sub-counties. Kwa hivyo nakuomba na kupenda kwako, kama vile barua hiko kwako, please tupatie hizo sub-counties na nitafurahia. Tulikuwa hata kama waziri alitupatia, alisema sub-county 2, nilikuwa nimeomba 3. Na tulipozunguka kusikia maoni ya wananchi, wenyewe wamesema 3. Kana to borogere. Ne ukana teu. Anku alialia kwa kana yenu 3. Moja inaitwa Abo West, ilikuwa na voters 27,000 votes. Ingine inaitwa Abo Central, hapa huko, ilikuwa na votes 26,000 votes. Ingine inaitwa Abo East, ilikuwa na votes 26,000 votes. Sababu sikuelezei mingi kwa sababu unajua, lakini ukitupatia tutafurahia. Thank you very much. Thank you sir. Hiyo vile nimeona umefanya kichwa namna hiyo imeingia tayari. Asante. Tulifanyia hii serikali kazi sana na matunda ndio hayo tunaomba kukula wakati huu. Ingine umekuja na hiyo kabarabara ulipowekewa hapo shule, umeona
hiyo kabarabara Mutego kwenda chini, if I can get ile kama ile ni ya kera, ile tunasema low volume, ile ya mwisho kabisa, ile grade ya mwisho please. Na kanisa yule pastor iko chini hapo, iteremuke hapo, nitafurahia. Inaitwa Kirigara Mutego Kirigara Tabata Road, na hii rupu ya hapa. Lakini hiyo najua you know already, even though I'm just reminding. Imefanywa na Msomali akashindwa, lakini kuna uzuri moja, ukifika Kariane hapa kwenda bande ya juu ndiko kumeharibika zaidi, and unfortunately there is no, I cannot be able to attend to it with 22% because already there's a contractor. Also on which when you stand here you clarify to these people that the moment the county government started doing a road, when the contractor is on the ground, there is no other contractor who can touch that road because there will be double contractors and it's the same taxpayers who is paying them. Kwa kupenda kwako, kuna barabara pale tukitokea nitakuonyesha, serikali yako ilitusaidia tukaweka rami mpaka Mariene Market. Sasa inabakia kilomita 3 kufika Kidongo Market. Na hiyo ilikuwa low volume, ile ya mwisho kabisa. Kakimalizikia hapo, hii watu watafurahia, watu wa Karurwa Kidongo. Then ya mwisho kabisa, na sita kusumbua, ni ile ya kutoka Kithirone, Muruge, Kamuonyone, Kidongo Road. Nayo ilikuwa low volume pia. Tumeiweka kilomita 6, inabakia kilomita 4. Low volume. Pesa kidogo tu. Ukinisaidia na hizo at least tutafurahia. CS wako huyo mnaye hapo Lentuli. Alipopita hapa wakiwa na Deputy President by then His Excellency President William Ruto. Alitoa hii factory ya maembe chini hapa. Na kuomba muagize because there's variation. We were thinking of making pap. We have a catchment area of the area of Tigania, the area of Tharaka, the area of everywhere around here, even South IMENTI. We have a plant of banana and mango pulp making plant, the one which you can be able to export. At least it will be a variation process na itasaidia sana. Hata hiyo waondi mbaki. Bila mambo inakuanga Lentuli. Sababu kwa hiyo sekta. Wewe ni wetu. Hakuna mtu anakuliwa nyama, ni vitendo. Tusaidie hapo bwana. Kupitia Deputy President. Haya nikimalizia sasa, kuna kikundi ilikuja ya ile inaitwa ya education ya Meru Central ama sub-county ya Central IMENTI. Wao wamejaribu sana kuinua elimu area hii, lakini maajabu kile kimewaangusha kabisa. Na hata Lentuli aliambiwa leo, tangu hii constituency iundwe hawajawahi kuwa na gari ya Office of Minister of Education ya kuzunguka ili waone vile walimu wanafanya. Sasa maajabu, hata mwalimu kama hayuko shule hawezi kujua, kama mwalimu wafunzi hawezi kujua. So it's a big problem, na ningekuomba kwa kupenda kwako ufikirie hiyo, utujazie hiyo. Ingine nitakupatia karatasi na mambo mingi, sitaendelea kukusumbua kwa sababu nikikupatia hata wewe, maybe you may not remember, but I said that I will never remind you. Lakini now since I'm here I can remind you. We were in college at the same time. So ukiulizwa classmate wako yule mlikuwa naye, yeye not classmate. Nikifanya sheria, ulikuwa ukifanya yako. Nairobi University. So I know you know how to lead. I'll give you. Ujisomee mwenyewe. Hapo hakuna kitu ya kuagiza. Sasa na hayo machache, si mnakumbuka ile chorus tulikuwa ile national anthem yangu tulikuwa tunaomba nayo kura mpaka Mungu akanibariki nikapata kura mara ya pili. Na asanteni kwenu kwa kunipatia kura mara ya pili. Nitafanyia nyinyi kazi na ile itanishinda na mpelekea Deputy President. Si mnamuona hapa? Mtu anaenda kwa adui ama ni kwa rafiki? Sasa huyu akiwa hapa si Ruto wako hapa? Na nyinyi kila wakati mnaniuliza kwa nini Ruto arundi, kwa nini Ruto arundi? Leo mkubwa ni wewe utaeleza. Huyu ndiye anasimamia Ruto. Wacha nini na Ruto afanye kazi? Aende Djibouti, aende Germany, aende Amerika atuletee. Sasa wa nyumbani ako nyumbani. Au ndimwanyita? Ndimwigwa wega? Wiyoke mwathani. Ena mumenye wega.
wona thina kuoya. Asante sana. Sasa ni wakati wa kumuita CS Linturi. Na mbele ya CS Linturi ashika hika kitu, hebu simama ngotiko. Najua hata hujasema asante kwa, angalia upande ile. Huyu ndiye mlienda kufanya deacon kutoka pastor. Na sasa yako kwa kirasi huko Ukambani. Mtoe kwa kirasi akuja kwa ofisi hapo headquarter. Thank you sir. Asante sana mheshimiwa wa area hii, Bwana Kirima, naibu wa rais, mkewe Lilian na watu wote wa Meru waliokaa hapa. Bwana asifiwe nyote. Mugendi bwinde. Basi yangu ni machache, na kile ningetaka kusema ni ya kwamba sisi wa Meru tukiwa hapa, naibu wa rais kwa niaba ya hawa viongozi wengine walio hapa, na vile tumeshinda tukiongea na wananchi, na hasa kule ulinituma katika kanisa ya St. Nicholas, sababu akimbishop wako hapa na wale bishop wanane tulio nao. Umesikiza sauti ya Wameru kule kanisani, na vile viongozi wanasema ya kwamba wao wako tayari kusimama na serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Kweli ama urongo? Mko tayari kuiunga mkono? Mko tayari ama mko tayari? Sasa kile kingine nimeweza kuelewa ni kwamba naibu wa rais kanisa ya St. Nicholas na Kimbishop Mudhuri na wale askofu tulio nao wamefurahia ule ujumbe ulionitupa nao, na hata pia ule ujumbe wa rais pia aliongezea, na nafikiria tumefanya kazi mzuri. Akimbishop utaelezea naibu wa rais story kama ilifika ama haikufika na vile ilifika, si ndio? Sawa. Lakini pia nimalizie na kusema hivi, nimesikiza mjumbe wenu ana aibu, na hiyo ndio desturi moja ya kiongozi. Usio ukawa na aibu ya kuombea watu wako, kuwaitishia kile unataka wafanyiwe, sababu ni serikali huwa inafanya, na nyinyi mulitafuta serikali. Kweli ama urongo? So Kirima akipata hiyo courage na kurundia na kusema, mujue mko na kiongozi ambaye anawajali na ana aibu sababu ya shinda zenu. Lakini niwaambie hivi, na ndio sababu sina aibu nikisema, sababu vile mbea huku tulisema mambo itafanyika. Nikasema we in safe hands with William. Nataka kuhakikishia ya kwamba tutatumikia taifa, tutafanya makazi, tutakumbuka yale yote tuliweza kuahidi, na mimi nikiwa hapo pia nitakuwa na wakumbusha kila wakati yale mambo tuliahidi watu wa Meru. Kirima, umeongea yale mambo tulisema ya watu wa factory ya maembe, mandisi na nini. Nataka kukuambia hapa na naibu rais, hiyo ni jambo kidogo, lisikusumbue sana, sababu mlinipatia ofisi, na ile ofisi mliponipea angalia ni vipi. Niko na program inaitwa National Value Addition Support Program, NAVCDP. Na kwa hiyo program ni program ambaye iko katika
kaunti chache katika Kenya yetu, na ni program iko hapa Meru, na hiyo ni program already niko na pesa ya kufanya value addition. Kwa hivyo hiyo ni kazi project tunaanza mwezi wa Julai. Tutakaa na waheshimiwa wenu wa county assemblies, kama depending on the size ile mnataka, tuone vile tunaweza kuunganisha tuweze kufanya kitu kimoja cha maana. Lakini kwa hiyo program sub county hii yako ya Central IMENTI niko na budget kama ya milioni 100. Kwa hivyo hiyo mkijipanga na hao wengine, muamue ni maembe, muambue ni nini, hiyo itaweza kufanyika. Kwa hivyo naibu rais afikiria mambo kubwa kama yale ya barabara na yale mengine, mambo ya kuorganize maembe, tumachungwa hapa, kupackage, hiyo ni kazi mimi nitaweza kushughulikia na kuangalia vile itaweza kufanyika. Si ndio? Na nyinyi ni waombe nikimalizia ya kwamba vile mnataka barabara zitengenezwe, because the list is endless. Mpaka hata hii shule ile mama alisemea, tunjitahidi tulipe kondi, tusaidie, musimame na wabunge wetu, msikubali kuwa intimidated na kutishwa. Sababu kuna wengine walimekuwa wakisema wana incite wananchi kutisha wabunge ili wakienda kule mbungeni wasipige kura ya kupitisha finance bill. Sisi Meru tuko na cushion ya wabunge wetu wote, tunawaangalia. Lazima sababu wanasikia nyinyi mnataka barabara na mambo mengine. Kwa support finance bill, tuokote kondi, ikiokotwa mugawiwe, barabara injengwe. Ama namna gani? Asanteni sana, mbarikiwe, na kwa heshima kuu ningeomba msimame tumkaribishe naibu rais aweze kuhutubia. 1 2 3, karibu naibu wa rais, uongee na Wameru wako. Asante sana. God bless you. Thank you. Asante sana, tafadhali tuketi. Mwenyeji wetu Mheshimiwa Kirema na Mrs. Kirema na watoto wenu, jamii yenu, viongozi wetu wa dini, Bishop Mudhuri na wale bishop wengine wote wamefika, ma reverend pastors, waheshimiwa wabunge, maafisa kuu wa serikali wakiongozwa na county commissioner na kamati yetu ya usalama, viongozi wote kutoka hapa IMENTI Central, andu betu mugeni kairi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mliokuwa doito no mwemereirie. Nimefurahi sana kufika hapa. Tulikuwa kwa hii boma na Rais William Ruto wakati ya harakati za kutafuta kura. Tukafika hapa tumechoka, tukiwa na shida mingi sana. Tulikuwa tumesukuma na hiyo watu kwa kona. Tukafika hapa, huyu Mrs. Kirema akatuombea, makasisi wakatuombea, tukapata chakula cha jioni. Tukauliza nyinyi mtuombee na mtusaidie kwa kura, na mkafanya hivyo, na Mwenyezi Mungu akasikiza na akakubali maombi yenu. Tukakuwa washindi, tukabarikiwa, tukapata nafasi ya uongozi. Kwa niaba ya bosi wangu Rais William Ruto, kiongozi wa nchi yetu, na mimi mwenyewe na timu yetu yote, nataka niseme asanteni sana. Nataka nirudie watu ya IMENTI Central, asanteni sana. Ni watu wekile wega muno. Wali uhoro ma tutiare handu hega. Tani ndare handu hacheke. Andu aya matia wakire wega. No tondu kwi Ngai matuire leo situko hapa. Maramenya Ngai riria gakima na nakomaga kayole.
andå a IMENTI Central twina ngatho nyingĩ mũno 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 makĩria. Twina mũnene wakwa matwĩkire wega mũno, na tũtikanoga nĩ gũcokia ngatho. Na wega ndũrĩ warĩhwo na ũru, wega ũrĩhagwo na kĩ? Andũ aitũ a IMENTI Central, andũ a mũnene wakwa na niĩ mwene, kuma ngoro yakwa thĩinĩ, amũkĩrai ngatho ciakwa. Tumefika hapa kwa Mheshimiwa Kirema, nilisema kwa sababu niko area, nilikuja siku ya Alhamisi, nikuja niseme asante. Najua kwa Biblia wanasema kwa wale 10 waliponywa. Ni wangapi walirudi kusema asante? Mimi ndiye huyo mmoja nimerudi. Kwa sababu nyinyi ni wangwana. Na nyinyi ni watu wazuri. Mlikuwa mmesukumwa kwa ile project ya Azimio, mkasema mwendi. Mkatishwa, wengine wakahongwa, mkashurutishwa, mkasema hapana. Huyu hasala naitwa William Ruto na hii kijana Maumau, acha tukume na hawa. Nataka niseme asante. Na kwa hivyo tumekuja hapa kutembea kusema asante kwa mheshimiwa, bibi yake na nyinyi nyote, kwa sababu ni mzuri kusema asante. Nilikuwa leo nihudhurie kanisa hapa kwa Bishop Mudhuri, na tukapanga vizuri na yeye, tulikuwa naye pale Thika, na mpango ikapangika na nikapanga kwa sababu niko area nikuja kutukua hapo kanisani. Lakini jana asubuhi mkubwa wangu Rais William Ruto akapata safari ya kwenda nchi ya Djibouti akishughulikia sisi na mambo ya uchumi wetu, na yeye alikuwa amealikwa huko Nyahururu. Kanisa ingine ya ACK kulikuwa na sherehe kubwa ya bishop ambaye anastaafu, sherehe ambaye haiwezi rudiwa. So nikamwambia mimi naenda Meru. Sasa tukajadiliana, kaniambia sasa ile ya bishop hawezi rudiwa, lakini ya huyu akibisho Mudhuri hakuna pahali anaenda. So wenda uniakilishe ile, na alafu kwa Mudhuri utakuja siku nyingine. Naye mimi ni mtu ya kuambiwa fanya hii. Sasa iko mambo mengine. Na unajua mimi zamani nilikuwa mtu ya uniform. Sasa ni salute tu kusema yes sir. Naye mimi nikasema hata mimi niko na mdogo yangu. Na huyu ni Mudhuri, nikamwambia na wewe, na hakuna swali, enda uniakilishe. Sasa imekuwa zote tumekuwa washindi kwa sababu Bwana Mithika Linturi, waziri wetu wa kilimo, ameniakilisha pale na mimi nimemwakilisha rais. Lakini nikasema hata kama nitaenda Nyahururu, hii nikamwambia Kirema, hii hapa nairisha. Mimi nikimaliza kanisa nikuja hapa tukule lunch na tukae tuongee na watu wa IMENTI Central. Kwa hivyo asante sana kwa kukaribisha na kutungojea. Na mimi niseme sisi hatuna maneno mingi. Sisi tunataka kufanya kazi. Hawa hii kazi tulikuwa na haja naye. Na tulitafuta sana. Si tulikuwa hapa tukiomba nini? Na kulia mbele yenu. Sasa huwezi omba kazi ukipata ulete mchezo. Sasa sisi ni kazi tunafanya. Shida ni kwamba wale jamaa walikuweko, wale wa handshake walifilisisha nchi yetu. Tulifika pale kwa store, mlisikia nikisema Kasarani hakuna chochote kwa store, hata panya ametoroka, hakuna kitu ya kukula. Sasa sisi tumeanza kama vijana, vile kijana na ikiaga anajenga cube ya 10 by 10 anaanza maisha upya. Ndio sisi tumeanza. Sasa rais anakimbia Germany kutafuta pesa, wapi tunazunguka. Kwa hivyo project zetu mingi hapa Meru silisimama kwa sababu contractor hawajalipwa, wamekataa kuendelea na kazi. Sisi tumefika pale store hakuna chochote. Contractor tukiwaambia warudi kwa site wanasema mtulipe kwanza. Kwa hivyo tuko na matatizo, lakini tuko na mpango. Hii nchi yetu ilikuwa mzuri wakati ya mzee ambaye mlipenda sana, Mwai Kibaki. Kweli ama uongo? Rais William Ruto na serikali tuko na mpango ya kurudisha Kenya pahali Mwai Kibaki alituachia, na tumeanza. Hivyo hii maneno mnasikia ya kodi, wengine wanapiga kelele. Lakini hao wanapiga kelele wanataka wajifiche kwenu.
Sasa hao mabishop nyinyi, hakuna mtu anamwambia mlipe chochote. Wengi wenu hamuna kazi, hakuna mtu anamwambia mlipe chochote. Wenye kuambiwa walipe ni hawa, mimi, Linturi, hata huyu Kirima atalipa, Kairemia utalipa, hata bibi ya Kirima kwa kazi atalipa, huyu county commissioner. Sasa tukisema wale wako nayo walipe, tupate pesa tujenge nyumba, vijana wetu wapate kazi, iko makosa? Kuna makosa? Namba 2, hizi barabara zote mheshimiwa anauliza, hawezi jengwa na mate, hawezi. Hizi barabara ya Maram ni barabara ya rami, itajengwa na pesa. Hiyo pesa lazima tuchukue kwa matajiri, mabwenyenye na wale ambao wako na pesa. Na hiyo sio sisi, ni sheria ya Kenya ya kwamba nchi hujengwa na kodi ambayo inachukuliwa. Kwa hivyo sitaki nyinyi watu ya IMENTI muhusishwe kwa hiyo kelele, kwa sababu haihusu nyinyi. Wale ambao wanaambiwa watoe kiasi kidogo ni sisi ambao tuko na mshahara. Wale tuko na mshahara kubwa kama mimi tutoe kubwa kidogo. Wale wako mshahara kidogo watoe kidogo. Wale hawana kazi yote wasitoe chochote. Kwa sababu hiyo ndio haki. Yule hana kazi huwezi muuliza. Yule yako atoe kulingana na kiwango yake. Ndio tuweze kujenga hii mabarabara. Mimi nimepita hapa kwa hii shule yetu ya inaitwa Kiregara Girls. Nimekuta wasichana hapo wazuri, warembo sana. Tumeongea nao sana. Na nimeambiwa principal yao wako hapa. Wamenikaza sana, hata wamenitoa soda, na ni sawa. Principal ukirudi utakuta nimewacha maneno huko. Tumeagana kesho wakule chapati na soda na vitu mzuri, nimewacha maneno huko. Sasa wamenia mimi sana mambo ya dining. So vile nitafanya, nitatuma pesa ya serikali ya kuanzisha hiyo dining shilingi bilioni 5. Na kwa sababu hawezi tosha, nitarudi hapa, mheshimiwa, upange harambee kubwa, nikukujie na wageni. Tukuje na madege ijaye hapa, sijui itakaa wapi. Naye mama utupikie chakula. Utatupikia? Nitapika mingi zaidi. Asante. So nikuje tuchange pesa tumalize. Hiyo ni sawa sawa? Si tumekubaliana? Hiyo barabara ya kutoka hapo shule mpaka kuzunguka area hii about 1.5 km, mheshimiwa, hiyo tutakujengea, ndio hata wewe ukae sawa sawa. Mambo ya sub counties, nimeongea na Profesa Kithure Kindiki. Ni kweli waziri wetu ambaye ako na bidii sana na anajaribu, anang'ang'ana na hii burdens wanatusumbua, amezunguka kila mahali, alipitia hapa na akasema itafanyika, lakini iko utaratibu yake. Kuna kitu inaitwa public participation. Ndio serikali igawe sub county zile mnataka, lazima ichukue maoni ya wananchi, kwa sababu hivyo ndivyo katiba yetu inasema. Kwa hivyo tungetaka county commissioner mpange na DCC public participation, mchukue maoni ya raia, alafu mlete kwa Profesa Kindiki na mimi niambiwe imefika. Hiyo ingine nitasukuma tumalize. Asante serikali. Kwa hivyo mambo ya barabara ya kutoka Coca-Cola mpaka pale Kiaki Marienye ambaye imesimama. Again nimemwambia imesimama kwa sababu hiyo watu bado lipwa. Tuko na deni ya bilioni 900, 900 billion. Hii nchi yetu karibu ipigiwe kengele. Unajua vile shamba napigia kwa kengele ukishinda kulima. Isipokuwa tulichaguliwa, wale jamaa walikuwa wamechukua madeni kila pahali. Madeni ya 9.6 trillion. Na hii madeni pesa ni kutumia vibaya. Mambo ya BBI ikakula bilioni 200 tukaangusha. Hiyo ikapotea. Hii project ya Azimio, kuhonga wabunge, kuhonga ma-MCA, kuhonga makasisi, kutafutia ile mzee ya kuzimia ndege ya kuzunguka, kupangia stage, kutafutia watu ya kutembea na ya kumshikilia asianguke kwa barabara. Hiyo project ikakula karibu 600 billion. Sasa ile pesa yetu yote
Tulikuwa tulipe hii watu watumalizie barabara, hiyo yote ikaenda na maji. Wakatuachia nchi imefilisika. Mimi niliongea pale Kasarani nikasema, watu wakasema huyu Gachagua ni mtukutu. Mbona anaanika sisi mbele ya wageni? Kwani wageni tutakula kwao? Si lazima niseme ukweli. Si kama uko na deni. Hata ukikataa kusema hiyo deni itapungua. Tena hiyo watu walikuwa hapo ndio wenye kutukopesha. Sasa tumeanza upya. Lakini tunang'ang'ana. Pole lakini mambo imeanza kuingia mzuri. Tukiingia unga ilikuwa 230. Sijui hapa imefikisha ngapi, najua imeteremka kidogo. Imefika ngapi? Unga ya 2 kilo imefika ngapi? Ngapi? 1? Si tumejaribu kutoka 230. Siku ilikuwa 230. Huyu mzee ya maandamano hakuita maandamano na alikuwa ndani ya serikali. Saa ile sisi tumetremusha kutoka 230 mpaka 170, tumetremusha na shilingi 60 ameita maandamano. Ndio hiyo amechukua viongozi wetu amewadanganya, Wakikuyu, watu ya heshima, ameweka sufuria kwa kichwa, ndio hiyo ametupatia aibu. Sasa hapa mwaheru kwenu, mkiona mzee amevaa sufuria kwa kichwa, sikutapata aibu? Wameru hawezi kubali upumbavu kama huyo. Ati wazee waende sufuria kwa kichwa? Sasa wamesumbua, siku walikuwa wanafanya maandamano pale, wamesumbua mama wetu. Wamempa sufuria, wanaenda nayo kwa tear gas inapotea. Wanarudi kwa boma wanachukua sufuria nyingine inapotea. Mpaka wakasimamisha maandamano kwa sababu hakuna sufuria. Wamama wakapiga nduru wakasema hii maandamano hatutaki. Kama mnataka sufuria muende kununua hapo dukani. Sasa huyu mtu alikuwa kwa serikali. Alikuwa ndio mshauri wa Uhuru Kenyatta. Ndio hao walipandisha unga kutoka 150 mpaka 230. Fertilizer walipandisha from 2,500 mpaka 7,000. Sisi tumeteremsha fertilizer from 7,000 to 3,500. Alafu watu wanatufanyia maandamano. Na hao ndio wenye kuharibu. Pesa yetu yote wamechukua, wamepeleka kwa BBI. Ile ingine yote wamepeleka kwa Azimio. Ile ya KEMSA ya corona wameiba. Ile ingine wameficha ng'ambo pahali inaitwa Cayman Islands. Na saa hii wanasema ati Kenya imeharibika. Sasa wenye kuharibu ni hao ama ni sisi? Sasa sisi tunang'ang'ana kurekebisha ile tabu wamewacha nchi hii. Lakini mimi nataka nimwambie kuna matumaini mbele. Msijali, unajua kitu mzuri iko uchungu kidogo. Pale kikwetu sijui kama tunaweza elewana, wanasema mwedio thaka na chayaga. Sijui kama hiyo hapa kwenu. Si mama akitaka kurebeka ajikwaruza lazima atasikia uchungu vizuri. Alafu anaenda kwa kioo anaanza kucheka. Iko namna hiyo. Hata hao wamama wetu, madada zetu, wake zetu, wakipatiwa baraka na Mwenyezi Mungu, wakienda ile chumba ya baraka ya watoto, hapo ndani wakipata hiyo baraka iko nduru kiasi. Lakini baraka ikiingia wanapiga ngemi. Ukweli ama uongo? Inakuwa namna hiyo. Ile kitu mzuri kabisa ndio ipatikane iko uchungu kiasi fulani. So wacheni tu hii uchungu ni kidogo tu. Tukasakaza hapa kidogo, alafu mambo itakuwa sawa sawa. Na hii uchungu ikiwa itakuwa sawa, hao wahubiri watatuambia. Sisi kuambiwa uchumi ni mzuri hatutaki any statement from anybody, tutauliza wachungaji. Uchumi ikiwa mzuri, pale sadaka inaongezeka. Watu wanaacha kutoa maperi na mashiriki, wanaanza kutoa noti. Na unajua Wakristo wanapenda kutoa, ni kukosa wanakosa. Lakini wakipata, wanakuwa mbele pale kanisani. Na sisi tukitaka kujua uchumi inaenda mzuri, tutauliza hao maaskofu. Tukianza kuona mashiriki imepungua, noti zimeongezeka pale kwa sadaka, tunajua uchumi umeanza kubadilika na umeanza kuwa mzuri. Kwa hivyo mimi niseme ya kwamba
nimefurahi sana. Kuna huyu MC amesema mambo ya university, huyu mheshimiwa atanieleza ndio nielewe, then pahali natakiwa nifuatilie nitafuatilia. Nimekuwa hapa kwa mambo ya kahawa. Hii kahawa yetu ndio wengi wetu tulisomeshwa na pesa ya kahawa. Miaka ya 1970s and 80s kahawa ilikuwa na pesa. Ilikuwa namba ya factory ni kama bankers check. Ilikuwa ukipeleka mtoto shule, bora uko na kahawa, anaambiwa ingie utalipa pesa ya kahawa ikija. Kahawa imeharibika. Mabroka wameingia katikati ya mkulima na mwenye kununua kahawa. Hiyo watu karibu 17 ndio nataka niondoe katikati, niwache mkulima na mwenye kununua, watu wawili waongee moja kwa moja. So tumekuwa na mazungumzo hapa siku 3 na tumesikizana. Na hao watu tutawaondoa. Hata wakiona wataki kuondoka tunaweza zungumza. Watupatie. Nayo wao watu wanatuibia, tuwaondoe, tupeleke China direct, mkulima apate pesa yake. Kwa hivyo ile kazi sisi tunafanya na rais ni mambo ya kuboresha kilimo na kurudisha heshima ya mkulima. Na mkulima ukitaka heshima yake ni yakuwe na kitu kwa mfuko. Ndio hii wazee wanaweza kukohoa sawa sawa kwa boma. Hii wazee kama hakuna kitu kwa mfuko wameingiza baridi. Au wamama kama huna kitu kwa nyumbani wanakuwa wakali. Na hiyo ndio ukweli. Wanakuambia wewe ni mwanaume wa sangapi, wewe toka na wanaume kama wanaume wengine. Watafute. Hao wazee tunataka tuwarudishie heshima kwa boma. Hao mama wetu tunataka wakuwe na kitu. Watengeneze nywele vizuri wakuwe warembo. Kwani iko makosa wakiwa warembo wanawake wetu? Kuna makosa. Mama akiwa na kitu, mama ni kibeti na maji. Hata mama mzee huwezi jua amezeeka. Kweli ama uongo wa mama? Maji na kibeti. Anaenda nunua vitu pale anajipaka paka, kama yuko bahari ilikuwa ringo anajaza na kaa mzuri. Na ndio tunapenda sisi. Hakuna watu watatu wa mama wao warebeke. Kwa sababu ni maua yetu ya kuangalia na kufurahia. Bora tusikaribie kama si wetu, lakini tuangalie tu. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba huu uchumi tutarekebisha, tutarudisha heshima
ya wananchi, tutarudisha heshima ya wakulima, tutarudisha heshima ya wafanyabiashara na itakaa sawa sawa. Sasa tukifanya hiyo yote ya kutengeneza kahawa, chai, makadamia, avocado, tukijenga manyumba, hiyo kazi itafanywa na nani? Ile pombe baya yote, ile sumu yote ilisukumwa hapa Mlima Kenya, na ile serikali iliondoka. Aliyekuwa nauza hiyo pombe alikuwa katibu katika ofisi ya rais. Vijana wote wamelala kwa mtaro, wale wengine wameoa, wamekunywa, wamechanganyikiwa, kuliko walale juu ya kitanda wanaenda chini ya kitanda. Sasa hizi shule zote mnaambia mheshimiwa ajenge, anachegea nani? Kweli ama uongo? Najua watu wanaomba kusema ukweli. Najua mimi sasa nikiwa kiongozi wa area hii, nikikosa kuambia nyinyi ukweli, nani atamwambia? Ndio sisi tumeamua. Mimi nimesema katika hii Mount Kenya, kwa Wagikuyu, wa Meru na Waembu, sitakubali, na rais tumesikizana, ameniunga mkono, hao vijana wetu wamalizwe na pombe na bangi. Kesho hii tunaamkia, nimeita hii watu yote pale Chuka, Regional Commissioner, Regional Police Commander, mtu ya DCI, mtu ya Intelligence, mtu ya IP atakuwa hapo. County hii, County Commissioner huyu, County Commander yake watakuwa hapo. Huyu DCC na watu yake hapo. ACCs wote hapo. Station Commanders yote hii OCS hapo. Takuwa na watu ya Nakada, takuwa na watu ya KEBS, watu ya KRA, Professor Kithure Kindiki atakuwa hapo. Huyu IG wetu Wanakome atakuwa hapa, na nisino hapa nyumbani. Mtu hapa IMENTI. Tuongee. Na mazungumzo haitakuwa marefu, ni kuambia tu vile maneno iko. Na hii maneno ni rahisi sana. Na sasa machief, kwa sababu nimemuona hapa, kuliko mungojea ile report county commissioner atalete, si nimwambie direct nikiwa hapa. Ndio muadjust mapema. Kuna haja muanze kazi leo. Ukweli ni huu. Na munisikize. Na sina ubaya. Hapana. Sina ubaya na mtu yeyote. Mimi nataka kuchunga vijana wetu. Mambo ni mawili. Katika location yako, chief hawezi kaa na pombe haramu ikae. Lazima moja aondoke, awachie mwingine nafasi. Na kwa sababu pombe haina akili, hawezi kuamua, mwenye kuamua ni nani? Ni chief. Na hakuna shida. Chief, you can make any decision that you consider good for you. Ongea na bibi yako na watoto mkubaliane. Ukiona hutaki kukaa pombe ikae, ondoka polepole. Tumekosa watu ya kuandika chief? Muko ama muko? It is simple. And since chiefs you are here and assistant chiefs from today, I will tell that message to county commissioner kuja kuambia nyinyi. Lakini vile tumepatana live, hakuna haja mngojee, si nimwambie nyinyi mwenyewe direct. That is the policy. OSPD, county commissioner, county mtakuwa nyinyi pale. Tumeambia OCS, OSPD, hawa wanajua nani anauza bangi, nani anauza pombe. Wanajua. Hata wakijifanya wajui, hata nyinyi mnajua wanajua. Wanajua wajui. Most station commanders ndio wana protect hawa watu. Wanachukua pesa kila Friday, protection fee. That is the truth. Niseme ukweli ama nisiseme? We have made a decision katika hii region. Hakuna OCS, hakuna OSPD, ataenda transfer. Because that is stupid. Kama anakula hongo ya bangi, ukimtoa hapa upeleke pahali ingine, you are transferring a problem. Na hii Kenya ni yetu sisi so iko haja gani utoe problem hapa upeleke pale? So station commanders, OCS if you are here unanisikia. OSPD if you are here unanisikia. County commander unanisikia. Napatia nyinyi direct information. Naibia nyinyi siri tu pole pole. Mimi ni rafiki yenu. Na najua nimekula nimeshiba, I'm in a good mood.
So it is good nimwambie ukweli. Tukimaliza mkutano ya kesho, within 10 days, kama iko pombe haramu na bangi katika hii Meru, unafunga virago, unaenda kwenu. That is all. Na mimi sitafadhali, hapana. Na mimi sicheki na mtu kwa sababu mimi nimepewa kazi na rais na mimi sitaki unga yangu imwagike. So nikiona nataka kumwaga yangu, nitamwaga yako kwanza. Katibu watu wetu. Kani mungu na mtu wako iteke. Magigari yako ita wako, ndaba kuita wao. Na mnajua mimi hii kazi huwezi kuachilia. Unajua vile nilikuwa na shida mingi. Sasa hii kazi nimepata, unataka niwachilie? Sasa mniharibie kazi yangu bana. Mimi nimepewa kazi na rais na mimi sitaki mchezo. So nikiona unanitatiza, unachukua pesa ya bangi, unachukua pesa ya pombe, I'll come for you. Na tutaonana. Si wanaume ni kuonana? Arume makorana gaja igadira. Katiguo. Yes. Na sisi hatuna ubaya. We are giving you a chance to make a decision what you want with your life and your career. It's that simple. If you are not up to the job, please give way. Let us get somebody else to do it. So wewe county commissioner, unajua tulisoma na wewe, tulikuwa na wewe. Si tulikuwa na uniform pamoja. Si uko karibu kwenda nyumbani. Sasa unajua mimi wewe rafiki yangu, sitaki upate shida, tafadhali. Na kuomba kama mzee mwenzako, please. Can you do your job? Na usiwachilie watu uharibie. Kabla wamwage lugha yako, umwage yao. Mimi nakuadvise kama rafiki yako. Huyu tulikuwa tunafanya kazi na yeye, tulikuwa madio pamoja. Sasa umeona mimi nimefanya bidii, sasa mimi ni deputy president. Sasa wewe uko tu karibu hadi nikuacha. Sasa wewe ukitaka mzuri, fanya hii kazi. Do this job. This man you must sort it out, county commissioner. We cannot accept under any circumstance watoto wetu wamalizike mkiwa hapa kazini, mkiwa na uniform, mkiwa na crown. Hawezi kubalika. Please sit down. Ndio hivi ndani hapo ito. Mungu aruta wira wao. Mungu aruta wira wake na itwarere yake. You decide what you want with your life. This is a democratic country. Ama utaki kazi, hakuna mtu wako na shida na wewe, uondoke, tulete mwingine. Tumujaribu, akishindwa tumuondoe mpaka tupate mtu mzuri. Katibu, mngetaka tupigane na pombe na bangi. Sasa unajua hii watu ya Azimio wanatukosea heshima sana. Sasa sisi katika Mount Kenya tunasema hatutaki bangi. Hii watu ya Azimio wakitembea hapa, akina Martha Karua wanakuja na ile mtu anaitwa Wajakoya. Si Wajakoya mnazijua vile alisema? Alisema nini? Alisema tupande nini? Sasa hii watu ya Azimio kwani wanatudharau kiasi gani? Ati sisi hapa katika Mlima Kenya tumeumizwa na bangi na dawa za kulevya za watoto wetu. Mkija hapa kuongelesha sisi, ile mtu mmeandamana na yeye ni yule anasema tukuze bangi ati ni mzuri kwa afya. Ni madharau, si madharau? Lakini hata hii watu wanavaa sufuria kwa kichwa, nimeanza kuelewa. Kama rafiki yako ni Wajakoya, utakosa kuvaa sufuria kwa kichwa namna gani? How do you explain the situation? Kama Wajakoya ndio mtu unatembea na yeye, si lazima uvae sufuria kwa kichwa? Na wachunge hii watu. Wachunge vile mimi naona wakiendelea kutembea na hii Wajakoya. Utakuta mwanaume mzuri ya heshima ametoa kale kandani ameweka kwa kichwa. Amevuta ile sigara mrefu. So please, tomorrow tutakuwa pale Chuka. Na tukiwachana saa 9 tutakuwa tumetoa amri. From there we see. Pale Central Kenya ndio nilianzia. Tuko na machifu hapo wengi. Nataka wiki ijayo kwanza tufute 50 waende nyumbani. 50. To set the right environment ya kufanya kazi. Hapa Meru uko na chiefs ngapi? Chiefs and assistant chiefs in total? 100.
kufuta 10% si ni haki. Yeah, 10%. So wewe if you want to be the 10%, because wengine hawatafanya vile tunasema, so lazima wengine tutafuta. So out of 500 you make a decision. If you want to be the first batch ya sisi kufanya example to the others, the decision is yours. So wewe chief, assistant chief, tukitoka hapa enda nyumbani, uita kamkutano kidogo ya mama na watoto. Ukitaka kuongeza majirani, there is no problem. Ukiona wewe ni mtu ya dini, you can call your pastor. Mkuwe na kamkutano hapo, mama achukue minutes vile mmekubaliana. Ndio kazi ikiharibika, usirudi kwa mama kulalami. Naye ukijaribu, wacha pia the advice nyinyi. Ukijaribu kuambia mama Mumeru ati kasi itaisha kwa sababu umeshindwa na kasi, huyo mama atalima wewe hapo. Ati unga ya mama imwagike, mama mnaweza kubali? So hiyo tuachie hapo. So mimi nasema asante. Nimeleta salamu nyingi kutoka kiongozi wetu Rais William Ruto. Mmepokea? Ameniambia nimsalimie na nimpongeze kwa vile mlituombea. Vile mlituombea, mkatupatia baraka. Tunasema asante na tutafanya nyinyi kazi. Na nikikakaa nitarudi. Siku ya Ijumaa tutakuja hapa stadium na Rais William Ruto. Eje ni Wero TV.